All right, thank you so much for tuning in to Tony K TV. I'm your host Waziri wa Burudani ama Tony K. With me niko na mgeni hapa, but before mgeni ajitambulishe, make sure umesubscribe, umelike video na umeshare pia, ndo wenzako pia waweze kuona, si ndio? So it's been a long time manze postpone interview sana na mrembo wetu hapa, but finally she's here na tutakuwa tunasikia the life story ambayo ako nayo. Pia kama uko pale na uko life story ambayo ungependa kushare na sisi na watu waweze kujua na waweze kuinspire wengine pia, unaweza tupigia, namba zetu ziko hapo chini, ama unifuate pale Facebook @TonyK_TV. Thank you so much. Let's get to work, ndio? So karibu sana. Asante. Niko fiti. It's been long sana. Sana. Tumepostpone sana interview. Tulikuwa tuifanya last time. Mambo ikakuwa, but finally you are here. I'm here. Watu wengi sana wanangoja sana interview. But I'm sure sasa wako tuned na wanaona. So first of all tuanze na wewe unaitwa nani? Mimi ni Felista Mbugwa. Lakini jina mtana julikana Boss Lady. Boss Lady. Boss Lady ilitokana na jina ya pikipiki yenye muendesha. Inaitwa Boss Lady. Umebrand hapo Boss Lady? Nimebrand Boss Lady. So Boss Lady ni watu walikuita ama ni wewe tu ulijiita? Mimi nilijiita Boss Lady. Kwa nini ukajiita Boss Lady? The reason as to nilijiita Boss Lady ni juu najua mimi ndiye boss wa life yangu. Ndio sasa uko boss wa watu lazima uwe kwanza boss wa life yako. That's true. Yeah. So acha tuanzie na hapa kwa Ndudhi. Umekuwa ukiendesha Ndudhi. How long have you been to the industry ya kuendesha Ndudhi? Nimekuwa kwa industry more than 4 years. More than 4 years? Yeah. Nini ilikuinspire ukaanza kuendesha Ndudhi? Mbona ungefanya driving uendeshe magari ama ufanye shughuli nyingine ukachagua tu Ndudhi? Mimi believe na kutry kitu yenye watu wanaona ni kandi ngumu. Unajua ukichallenge, ukifanya kitu unique itapea na attention na maybe naweza sema na kwanga risk taker. Nikianza shughuli ya bike, kuna bro yangu anaitwa Jose. Alikuwa amechukua bike yake ya loan. Inaitwa Mad Dog, bibi hapa garage. So ni ile namuona kipark nachukua tu ile kidogo kidogo na try kuendesha until niko na kumbe ni kitu naweza make it. Siku moja nikiendesha tukapatana na babangu nikiwa naye. So kaniona alikuwa surprised like uko kwa Ndudhi unaendesha Ndudhi. Mimi nilidhani ataleta shida. Hadi nilikuwa najaribu kumtoroka ikakuwa alikuwa na gari akaniblock. So sikuweza kutoroka. Hakuongea sana. After tumekaa I think ilikuwa kitu Januari. September ikifika ile birthday gift alinipa ilikuwa bike. So yeye ndiye alienda akanibaya bike akaniambia kama uko na potential unaweza endesha. Unaweza ianza sasa kama commercial. Yeah. Iko ni kazi yako. Iko sasa hiyo ndio job yangu. So that is what you do full time? Yeah, that's what I do. Wow. So unajua kwa hii industry ya Ndudhi kuna changamoto. Unapata uko pale stage maybe ni usiku sana sana. Usiku watu uko na uoga sana. Wanataka mtu mwanaume ama mtu wako strong anaweza mbeba amfikishi kwa nyumba. In case mambo ipatikane hapo kwa barabara anaweza simama na yeye. So wewe kama mwanamke ambaye anaendesha boda boda, wangu unapitia changamoto, pengine customer anakuja anaogopa umbebe, pengine anaona huyu akinibeba kiumane hapo mbele anaweza nihepa ama tupigwe pamoja. So kuna changamoto kama hizo unapitianga? Changamoto hazikosi. Kitu ya kwanza ujue stage yetu ni vijana wadogo. Alafu stage yetu ina ati unabeba na numbers. Unabeba kulingana na bidii yako ama venye utaongea na customer. Changamoto ya kwanza inakuanga sema customer amekuja. Kwenye wanatogopa kupanda jana ni mwanamke ataniangusha. Kuna mwenye ataona maybe distance yenye anataka kuenda maybe siwezi ende hiyo distance yote. Kuna mtu utapata maybe ni heavyweight ataogopa asikalia atumuangushe. But naweza sema so far wengi ni wale bado nime gain trust ya watu kadhaa wenye wanaona like it's a lady. Sana sana wa mama. Unapotanga mama anasema mimi nitabebwa na mwanamke juu akushua ile speed nitaenda nayo. Naangalia kwanza safety yangu ya kwanza.
So ako sure juu hata mimi najua nataka nifike home nikiwa safe, lazima hata ya akwa na ile trust ya sitamuangusha. Kulikuwa vijana dogo najua tenda na style mingi. So mimi najua ya waingie wanataka ku speed. So umewahi angusha mtu na ndugu? Sijaangusha mtu. Na wewe mwenyewe umeanguka na ndugu? Ya mimi nishaanguka. Kwa nini? Niko na watu watatu. Nikiwa na bole au mtu wangu mdogo nilianguka Isili. Ukiwa na ball? Yeah. Ile hapa nilikuwa nafanya MV. Nilikuwa nafanya course ya mechanic. Huko KCT. Nilikuwa nimezoea kupitia Kariobangi, nilikuwa naenda bike kila siku Isili. So kuna vijana nilikuwa napatana na wao. Sijui ama intention yao ilikuwa wachukue bike kama ilikuwa nini. Tulikuwa tunaendesha, unaona ile unaendanga unataka kuovertake umefanya timing ya gari. Nika tulifanya same timing. So yeye alikuja kama nigonga na side kama ameenda. Alikuwa shajua ni msichana alikuwa na bike. Then wakakaa nikawa anataka kunisaidia. Then nilianguka chini ndio watu wakarealize ni mwanamke. Then nilichukuliwa nilipelekwa hosi. Na kenye nilikuwa nalilia nikiwa chini kwa naambia like hiyo bike ikaina watu wenye wako hiyo stage. Nisirescue na mtu mwenye ati anapita. Ndio itaenda ikiendanga. So mimi nilijua haiko ati ikuwe ni accident, ilikuwa intentional. Yeah, that was my first time kuanguka na bike. So back hapa kwa stage yako, mado na bebeanga, relationship yako na au vijana iko aje? Mnapendana ama maybe wanaona unabeba sana, kuna ile uadui ama wamekuvumilia tu na wamekuaccept? Naweza sema kama kuna watu wamenipa backup kubwa ni hao vijana wa stage yetu. Juu ile time nilikuwa na kama unajua kuna ile vijana wanajua ni customer ndio. Kuna ile mtu unajua mkiona lazima mumbebe. Mara ya kwanza venye nilifika unajua sikuwa najua wengi. So nilikuwa napata watu wanaambia na wenyewe stage wana agree. Sisi tumebeba hadi wataita customer mwambie kuja bebe na msupa, kuja bebe na mrembo. So wao walinisupport sana until nikafika pale sasa nikakuwa mimi mwenyewe nishajua customer huyu ndio ubeba. Unajua kuna wale customer wa daily utajua huyu akichomoka hivi unajua lazima abebe. Naweza sema backup nimekuwa nayo stage yetu kwa vijana imekuwa best, ndio imenifanya hadi nikakuwa nayo moral ya kufanya kazi ya bike. Juu relationship yangu na watu wa stage yetu I think is the best. Hawa feeling ati nabeba sana, hawa feeling ni kama nimeenda kuharibu job, no. Tukiwa stage tunawakingi tu kama sisters na brother. So wengine walikuwa kujua kuna time you were live on TikTok and you were crying, unasema you want to give up nini. Situation ilikuwa ni gani ama ni nini ilikuwa inafanya ilikufanya ukaingia live TikTok? Shida ilitokea? Naweza anza na kusema sijui nijitambulisha. Apart from kwa boss lady, mimi ni mama of 3. I'm a single mom of 3. Niko na wasichana watatu wa 8 years, wa 6 years na wa 2 years. I remember that time nilikuwa nimefika place. Kuwa na bike maanishi lazima upate do. Tunapitianga challenges, unaweza shinda pale stage ya whole day. Unajipata hujabeba mtu. So I remember that time niko kwa hao. Niko na watoi. Nimeshinda na bike, sina ile do ya kuwapatia, niweze kuwapikia, niweze like kuwa providea. Nika feel ni kama naweza give up. Zili challenge kubwa na mimi na kwanga any moment nashindwa kuprovide watu wangu, nasikianga nikaa niko disappointed. Nasikianga nikaa na wafail. Nasikianga ni kama nafanya washindwe like the reason as to why niliwaleta kwa hii dunia. Jisioni sense ya niko na watoi na mimi ndiye mama yao, mimi ndiye acting daddy, then nishindwe kuwa providea. Tuni mimi nikianzisha niko na CBO inaitwa Salani Young Mothers. The reason as to why nilianza hiyo CBO, nilitry kuimagine life yangu na mimi kutoka TV. Na mimi try. So life yangu Kenya napitia na venye mimi try kuongea mtaani, watu wale mademo wako mtaani wana go through shit kibao in the name of all my single moms ama all my young moms. Na wezi speak out. Juu wanaogopa uliza mapema, sijui uliza na different daddies. Ilikuwa wewe ndiye kujitakia, watu watasema ni mwiba wa kujidunga. So nilitry nianzishie CBO ndio ni try kuchallenge madem niwaambie unaweza pitia shit mob. But
si kama dem tunafaa tujiinspire wenyewe. Hata ile shit tunapitia. Na yote nilikuwa live TikTok, nilikuwa na feel ni kama nime give up. In fact yote hata watu wengi sana walikuwa wanaongea, nilikuwa like nasikia tu ku give up na life. But wasekadha wali hitting inbox yangu kwa mmoja wao. Na wakatry kunisha like life si mwisho. Unajua naambia wangu inakuanga easy, Tony inakuanga easy mimi kuambia msee usi give up. Be strong, fanya hivi. Bado unajua kwa msee unaongeanga watu understanding pia unataka mtu mwenye anafaa kuongeleshwe. Watu wanaona sana kwanga strong lady. Sana kwanga pale na nduthi si anafanya ngai. But tunafikanga point kwa life kila mtu anakuanga na point yenye unahitaji kusupportiwa bado mentally. Watu understand ndio shit tunapitia na hivi ndivyo unafaa kuhandle. Yeah. Sasa watu waliongea sana kwa sababu kuna wengine walikuwa wanasema mara siji umeuza nduthi, mara siji umefanya nini, wengine pia wanasema wanataka kujiua, wengine wanasema wanataka kuua watoto. Ni ukweli? Sasa unajua naambia yangu ukiongea ukweli hivi. Yote nilikuwa nimefika extent nilikuwa nasikia kama mimi mwenyewe nimeshindwa kuwa provide, siwezi waacha kwa dunia. Kama nateseka nikiwa, kwa nini mimi niwaache wateseke zaidi? Ilifika point Tony nikwambie mi hapo venye nilifika point nilikuwa nimefika point nataka yenyewe kuwaua. But nikateka step nikasema acha niingie live. Then nilikuwa bado under drug influence. Siwezi ficha ati situmiangi alcohol. Nitumia. Na kitu moja naweza sema mademu wengi sahi Tony hadi hukumweki. Mademu wengi wamepotelea kwa TI. Juu wana feel ni kama hiyo ndio imekuwa solution ya life yao. Sika kitambo tulikuwa tunasema ati pombe ilikuwa inakunywa sana na wachali. Mademu wamekuwa situation wana feel ni kama watatoroka na ile fact ya nikikunywa nitasahau kenye na go through. Nikikunywa maybe itani comfort, maybe itanifanya nisahau responsibilities. Kuna time imefika Tony was a real drunkard. Nimekaa point hadi nimesahau responsibilities zangu as a mom. Lakini enough wazazi wangu wanishituku mwiki. Ili hava dua ninyang'anya watoi. Ukiangalia sasa TikTok, nikianza TikTok watoto wangu nilikuwa nawashuka. Sasa watu wangu ni wakorino. Juu walikuwa shachukuliwa na wazazi wangu. Nilifika point nime lose focus na maisha yangu design. Ili hava ninyang'anya watoi. Wazazi wangu wakachukua for the last tuseme 4 months ni wao wamekuwa na wao. Wakawachukua, mimi nimezaliwa nikiwa mkorino. Hata ukina na dread hivi Tony kwetu kwetu nimezaliwa na wazazi wangu wakiwa wakorino. Nimegrow na ile dini ya ukorino. So bado ile challenges za kuwa nimetoka ukorino ndio mimi before wazazi wa accept like situation yangu mimi ni mrasta. Bado ni challenging. Then nilikuwa na ile watu wataona maybe ni kichwa ngumu, kuna watu watasema anakunywa sana, maybe alichizi juu alitoa kitambaa. Sinajua hizo myths like aliacha ukorino juu anapitia hizi shit mingi sana. Anapitia hizi shit mingi juu maybe aliacha Mungu. No, mimi seti ni Mungu niliacha ukorino. Then kuna hii mentality ya ukiacha kuwa wataban ni kama God amekuachilia zi. Mimi na believe Tony God uko na mimi na njia zote no matter situation ya life yangu. Nasemanga na maybe mtu anaweza ni misquote. Taban ni kama hii ni part of cloth. Wenye sasa unaweza amua utavaa shati ama utavaa sweta. Siwezi sema ati wenye wako na taban ndio wokovu na siwezi sema wenye wana taban sio wokovu. Because I think Tony mimi nimepitia both part of life. Nimekuwa mkorino na bado nimekuwa si mkorino. So hiyo wewe kutoka kwa ile dini ya ukorino haija kutenganisha na wazazi ama wanasemaje wako sawa ama ilinitenganisha ni vita? Ilinitenganisha sana. Do you remember the moment nili agree? It was 2015 when I decided kutoa hiyo taban. Maybe iliniletea challenges kadhaa such that nilikaa almost 2 years sipatani na wazazi wangu totally. Before I accept like nimetoa taban, nimezaliwa nikiwa mkorino, nimekuwa hapo. Dini ya wazazi wangu wote walikuwa wakorino, iliniletea challenges kadhaa. Na hiyo ndio ilinifanya dini ka get married at an early age. Jilete nili decide kutoa taban, singekamta.
So ilibidi ni kama nimechujwa. So umesema hiyo ndio ilifanya uka get married, eh? Yes. So you were married before? Yeah. Then ukawachana na baby daddy? Yeah, I was married since 2015 hadi 2021. 2022 time ya corona. I remember ndio nitoke kwa baby daddy. Ilikuwa time ya COVID, curfew ikiwa saa 1. Nile amekaa alikuwa tu maji kidogo. But bado mimi muona na mimi mtambua. So pia yeye alikuwa na TI? Yeye alikuwa na TI. So nyinyi wawili wote mlikuwa na TI? Yote mlikuwa na TI. Wewe uko na TI? Yeah. In fact nikiwa kwa baby daddy was the best. I think ule wanasema wife material. Nilikuwa wife material. Sikuwahi hadi sikuwahi jua pombe ilikuwa inaonjaje. So nile amekuja kwa maji, tumerushana juu kidogo. Akaniambia nitoke niende. Nitoke. Na ndio nitoke ni ile alipata watu hiyo wayuko mtaa. Ni saa ngapi? Ilikuwa around saa 1. Kulikuwa na kafia saa 1. Ni kafia watu hiyo wako mtaa? Nilikuwa nimewapeana kwa wazazi wangu. Jengo la feel ile mzozo ya familia. So venye alikam alisema like mimi najua wewe si wife yangu, wewe ni bibi mama. So kwa watu hiyo yuko huko, sioni ni bibi yako kwa huko. Na mimi tunajua majenzi ile si kama enzi ya wazazi wetu tunaweza vumilia. Ile tumerushana juu akakuwa like wewe toka. Nikamwambia juu ni masaa ya kafi, mimi sitatoka saa hii. Nilikuwa nafanya classes za driving. Nilikuwa nimesomeshwa na Samora item ya nini ya bursaries. So nikamwambia ningoje kesho nikitoka driving classes natoka kani nimeenda wapi? Nimechukua vitu zangu na nimetoka. Tuni naweza sema ile time ilifika usiku yeye alitoka kaenda saka kata maji vizuri. Kukam ni ile amekam na coral, bahati mzuri alikuja kama mbleki. Nikadhania maybe ni ile day 5 asubuhi venye aliamka ameniambia hukuenda. So nikajua si ati ni day. Hivyo alikuwa sober. So alikuwa sober ile ako decided like it's over. Ili take time before ni accept. So venye nilichomoka tu na vitu zangu zote na vitu za watoi. Ni gas niliuza. Meko. Nikakomboa kija 3K. Hapo na hapo kutoka yote nilitoka up to now. Nimekuwa nikikaa life yangu kama single mom. So immediately ulitoka kwako kwa bwana yako kama umeenda kwako? Yes. Au kuenda kwa wazazi? Sikurudi kwa wazazi. Na wazazi walisemaje? Unajua ilikuwa challenging juu bado unajua nilitoka kwetu ile juu nimedecide kutoa kitambaa. So wazazi ni ile wewe ndio uliamua hivyo. So huwezi rudi? Siwezi rudi. Na sikutaka ifike a point na sikutaka ikue ni kama tu nimeenda kurudisha burden kwetu. Juu kitu ya kwanza ningerudi kwetu labda nifunge kitambaa tena. Unaona? Kwetu wote ni watu wa vitambaa. So na hiyo time ulikuwa already kuna dread? Already nilikuwa na dread. Unaweza funga kitambaa? Unaweza funga kitambaa ukiwa na dread? Hawezi funga kitambaa ukiwa na dread. Kuna time maisha ilinigonga vizuri. Unajua sasa bado ile na siko stable job. Nilikuwa nimefunga hoteli inaitwa Wakajuli hapo chini ya Badia. Sasa nimefunga hoteli, nimekuwa niko jobless. Ndio mimi nimeanza life peke yangu. Niko na watu 2. Nikaamua sasa ni kama nitanyoa hizi dread nirudi mtaa. Hiyo ni before upate ndudi? Before nipate ndudi. Na nikanyoa. Hizi ni dread ya mara ya pili. Kasema acha nirudi mtaa. Nikarudi mtaa. Nikafika mtaani niko na bado mimi ndiye second born kufua nikapata ule msee. Kuna ile utajipata unafua msee amekuja nyuma yako amekushika design. Huwezi resist. Juu kwa after ile do. No, nilikuwa nafikiria maybe hiyo time ni sisi tunapitia shit. Kumbe ni kitu real. But sasa hiyo time ilikuwa ni ile ni kama ni kuforsiwa ama ni kani situation. Sasa madem ndio wanafika extend kwa like nitaka mkufua na nataka extra. Madem ndio wanaitisha. Madem sasa ndio wanaitisha juu. I think ile situation sasa ile watu wanapitia. Watu wanapitia extend hakuna do. Our mind like any means yenye watapata nayo do. Unaona? So what happens? Umeenda kufua, jamaa anataka extra lakini wewe hutaki. Kuna time utakata, kuna time utaona yenyewe. Design huo msee amekuapproach. Utajipa tu.
utajipatia Yesu kwa willing but utajipa. Kuna watu tu wale nasema I think Kiswahili ya msindi inajitamani. Tuni kuna venye mseta kwa approach hata uone. Amekuja ni kama hajakuja ni kama anakuforce. Unaona? Na mimi na believing ya kuna rape cases no. Mostly madem sidhani kuna extend inafika ngati ni rape case. Wako ngani ile wamejipa ni venye hakutaka ama haikuwa planned. Unaona? Ni kitu iko planned. No, ni situation umejipata. Ile do umelipokufua ni ile do unapewa extra, unaona extra ndio mob. Extra ni mingi. Extra ni mingi hadi kuliko ile do. So unaweza kuwa unaitishanga extra baada ya kufua. Yes. So na hiyo ni yote hiyo umepitia extra umefua ni kwa size vile uko size. I think umelana lote. Size unaweza bado kubali mambo extra. Thanks easy. Tony naweza sema kiburi yangu penye imefika saa hii. Ukiona nikikaza kuwa mwana boda boda. Umekata? Imeshafika 30? Haraka aje. So nyuma yangu kuna watu wengine 7. So mko ngapi? Tuko 9. Sana imagine. Yeah, napelekea mkoro wangu stress ingine na niko na wajunia wangu wenye wako nyuma. Tony nikikam kutoka mtaa nimefanya course ya medical lab diploma. So nikitoka kwetu hiyo ndio course nilikuwa nafanya. So wazazi wamekasirika ile nimeachilia hadi course. Nimeenda all of a suddenly nimeenda nimeolewa tu. So na nimewa disappoint. Wamenifanyisha course, nimeacha course, nimeenda nimeolewa. Then disappointment hizo zote nimepata first born, nimepata second born. Wakitry tu ile kungangana. Our first born na second born. Umesema kuna watoto 3. Yeah. Wote na baba mmoja? First born wangu na second born ndio baba mmoja. Third born ndio baba mwingine. That born vile nilitoka, so unajua wasichana ile. Umeenda nje kubahatisha unaambiwa wangu. Utaenda kubahatisha hii pande ujipate tena umeband. Na mimi nasema ngasi kuband. Juu watu hii naambianga madem kupata mtoi si mwisho wa maisha. Yeah. Ni plans bado ni labda tuseme maybe ni family planning nimeband. But planning ya life ijaband. Yeah. Unaona? Mimi niko na watu 3 madem. Mdogo babake ni different. Na ilikuwa challenge njoo. Tony unajua nikingangana na mtoi. I think ball yangu yote kutoka day 1 hadi day ya mwisho nimekuwa nikifanya na ndudhi nikiwa na ball. Hadi Pumwani juu nilijipeleka hosi Pumwani, nilienda na bike. Wewe ulijipeleka hosi? Yes. Ni ile nimeenda niliambia sisi yangu like twende, niko na nasikia kama niko na labor pains. In fact nikiingia hapo Pumwani huo doka alikuwa anaona ni kama na kid along. Hiyo ni ile masaa ya delivery unafaa nafaa kwenda kudeliver. Watu wangu ni kwa Ndudhi mpaka Pumwani. Yes. Second born wangu nilimpata na CS. So nilikuwa najua chances za mdogo kupata na CS zilikuwa so high. Juu nimewaachanisha na 2 years. Na inakonga like hawezi risk. Juu naona kuna complications mob. So nilipark bike nikaingia. Nikapigia watu wetu nikamwambia nilikuwa na CS yangu mdogo mwenye amenifuata Njeri. Huwa venye niliwaambia stage like na feel nikaenda kupata mtu yeye alinitrust. Na ile wa jokes tu ananiambia acha nikupeleke tukifukuzwa tutarudi tu. So hii story ya forced labor nini? Unaona vile tulifika yeye aliambiwa tu enda by karai nini hizo requirements. Akiona ni jokes ilikuwa jioni kitu around 6. Asubuhi following day 6 asubuhi nilikuwa na mtu kwa mkono. Yes. Yeah, 3 years. Sasa unajua huwezi toka hospitali hiyo masaa. Yeah, singetoka. So ni ile bike ikujiwe na roho yangu. Nikakaa hivi nikipigia wasee wetu na watu wa stage nilikuwa nawaambia niko na mtu anaona ni jokes. Then customer wangu wenye new beba walikuwa wananicall hello nikujie nawaambia pana mimi ready niko Pumwani na Katoi. So wako shocked like aje umetubeba jana umekuwa na sisi hii wiki yote. All of a sudden unatuambia like uko na mtoi. Wengi ndio walikuwa like na video call kuconfirm ni kweli. So ukiona hadi nilikuwa like na ile harakati za kupost mtoi wangu ni ile watu wa believe niko na mtoi. Hadi after hizo challenges zote. Mimi nikibeba na bike Tony nilikuwa nasema si have kukaa chini hivi ningoje kuprove wasee on ile uti
nita give up. Nilikuwa lazima ni press on hadi last minute. Mimi na believe na kuwa risk taker. Nilirisk ile hadi nilikuwa najua ya ngangana. Nayo God ni kama usaidia mse. Wani ile na mgongo God usaidia mse amejisaidia. Jadi after complications zote nini 3 months after nimepata mtoi bado nilirudi stage. Najua ni CS. Up to now. Na 3 months after kupata mtoi. 3 months na ni CS. Ukarudi. So ulikuwa na manejaje mtoto mdogo wa 3 months? Nilikuwa hapo stage yetu kuna dem ni cherish sana ni Charity. Au kwa na cosmetic hapo. Salim. So nikikaa na mtu nilikuwa napaka hapo. Nimekaa chini hapo nje ameniwekea kiti. Nikiona customer namwachia mtoi. Nenda na beba narudi naendelea kunyonyesha mtoi wangu. Hivyo ndivyo mtoi wangu amegrow. Sasa yako old? Ako 2 years. 2 years. Yeah. Wow. Ako 2 years. Mzee God ambless sana. Na grow fit yako kama mama yake. Hard working, si ndio? Kabisa. So umesema umekosana na mzee, umerudi home, umenyoa dread ya kwanza. Kurudi home. Madhe walikureceive aje ama walinichukua fiti. So na nimerudi home hiyo time nilikuwa na watu wawili. Kurudi home unajua kuna ile damu moto jenzi, utajipata utaenda nje, mara unarudi late. Madhe akajam akaniambia tena ni settle down nikae hapo. Ama kama nimeshindwa kufuata ile sheria nitoke niende. Okay, uende. Na unajua ile time kichwa ngumu naweza sema ilikuwa top. Niliprefer nikatoka nikaenda. Nikajikombolea keja sasa tena. Unaona? Sasa hiyo nishaanza kuwa stable ile nishaanza kufeel. Na hiyo time ni ile time sasa babangu amenibuy bike. So nimeanza kuona ina day sikosi do kiasi ya kusave. So na feel naweza kuomboa hiyo keja. Nikatoka nikaenda. Nikatoka vizuri sana na watoi wangu. Nikaanza life pole pole. So in the process sana nikingangana kutafutia first born na second born. Hapo ndio nilijipata ngani nimepata third born. Yeah. Madhe akasema Nili take time before niwaambie. Wala ni ile najipata nimetoka kwa mzee. Watu watanigetaje? Mtoi mwenye niko na yeye si wa ule mzai. Watu wataona ile the so called watu wataona nikaa na rukaruka ile wanitanga kiruka njia. So what about your first husband mwenye mko na yeye ndio ukatoka uende wakati ulipata the third one, reaction yako ilikuwaje? Alikuwa shocked, naweza sema alikuwa shocked, but already tulikuwa tushapata hizi kabisa. So sidhani ilimhit ile extended. But mimi naweza sema kama kuna mtu kwa supportive bado inawe ni yeye. So anakusupport mpaka sasa bado? Si late hata kama si financially. Unajua watu wangu wanapenda baba yao sana. Yeah. So hata ile time wanatoka kwenda kwa baba yao hawajaiacha last born wangu. Wanaenda wote. Na hadi yeye mwenyewe ajaika ni kama atamtenga semesi wake. Mimi naweza sema siwezi unaona venye watu sema kuchomea bibi daddy zati au diso mtu mdogo zi. Au kwa tu supportive kwa kile mentally ka baba yake. Wow. Anze comment hapo tuambie unafilaje interview, kama sound iko sawa, mgeni yako sawa, tuambie hapo chini mazee. So so umesema kuna group inaitwa Young Kasarani ya Mother. Yeah. Inaendelea mpaka sasa hivi? Inaendelea. So what do you do there? Kitu ya kwanza tunasomesha nanga madem kuhusu sexual reproductive health. Unaona? Tulikam kuona madem wengi. Sasa ile enzi ya madem tulikuwa tunadvise na wazazi. Juu wamekuwa I think IT imefanya madem wengi wanachanuka mapema. So tumekam kuona item ya COVID madem wengi sana wale drop shule juu ya wako nje wamepata ball. Then hakuna watu walikuwa wanaona kuongea sex talk ni kama ni bad thing. So tukianzisha hiyo group ilikuwa tunakaa chini madem tuambia ni kila mtu challenges anapitia. Jili nasikianga a problem shared ni half solved. Nikikam nikwambie Tony napitia hii. Ndio mwingine kama sema anapitia hii, hata kama stamp ya solution fully. Atafeel like kumbe si mimi peke yangu napitia hii. Au kumbe si mimi peke yangu naona hii. So tukiwa hivyo Kasarani Young Moms tuko na activities kadhaa tufanya.
tulikuwa tumejiunga kwa kikundi kama madem tunaenda kufulia wase. Unaona? Tutaambiana ukweli leo, ambiane mimi sawa, mimi ni dem nitaenda kibarua ya kufua, nikaa mtu ambiane hizi challenges tumepitia. Then madem wengi ndio wakifanya hizo vibarua. Umesikia siku hizi ile Kasarani Ondaluku mtoto anasema extras. Unaona? So madem wako wanataka kuspeakingia out waseme ukienda kufua kuna hii msee utapitia hii extras, juu wana feel ni kama utaona wewe ni bad girl. Ni kitu ina exist na ni kitu ina happen. So tulikaa chini like tuambiane madem hii na hii ndio tunapitia, tunafuata so vivi na hivi. Then tukaanzisha base, tuseme ni kaa safe space ya kupe mzazi na mtoi wake time wa mingle. Jili madem wengi unaona kama mimi ile timu kwa na feel kama nime give up na watoi. Naona ni kama mtoi ndiye ameniharibia maisha, naona ni kama isipokuwa ni yeye singekuwa napitia hii. So tulitengeneza safe space ya madem ukujange kubond na watoi wao. Tuni madem wengi unapata ngao wameachilia watoi wao juu ana feel ni kama mtoi ni laana. So tulianza kukaa chini wa kikundi ya young moms tunaambiana huo mtoi wako ni blessing. Kuna reason as to why yako. Kuna reason as to why wewe ni mzazi. Jogada angetaka usipate huo mtoi, maybe tungekuwa matasa. Unaona? So tulitengeneza young moms tunakanga chini tunabond alone. Tukuelek na time ya kuconvince you dem sawa. Ulishapata huo mtoi, kuna life after hapo. So umesema kikundi mlikuwa mnafulia watu. Na umetaja jina extra sana, siku hizi naona iko kwa mitandao sana, ina trend sana. Umejipata kwa station? Nishai. Ukafua mpaka ukafuliwa. Inaitwa kufua na kufuliwa. So kulingana na ile experience yenye maybe umepitia from that time ukifulia watu mpaka saizi mtu akikuita umfulia unaweza akuitisha hiyo extra, unaweza mpe? Mimi naweza sema saizi hizo. Tuni ukiona niu kaza pale na ile nduthi. Nimefika point like wacha mtu ajipe juu anataka, si juu ya situation. Juu sasa ukiona niko pale kwa ile nduthi yangu, najua so far eri nikaza tu pale kwa jua na nijue nimepata do yangu na heshima yangu. Unaona? Zile challenges nimepitia kwa life, naweza sema sahi extra labda iko juu nataka, no si ati juu, na si ati ni extra, labda mtu mimi nataka. Then sahi madem wengi ni kama wamekaa mkulani na nawa challenge. Sahi madem wengi wameanza kwa watu wa nduthi. Simuona sahi madem kadhaa wameanza kufanya ile wameingilia kazi ya nduthi. Wameanza kuona dignity yao ama mentality yao sahi imeanza kuwa so high. Wana reason ile mtu akona audacity ya kumwambia like sitaki extra ama nataka. Sasa unaona Tony hadi Kasarani Ondaluku mtu ana text kwanza anakuja kufua na extra ama anakuja kufua plain. Unaona watu wameanza kuwa wana speak out. Like wanaongea kama unasema like no extra no extra. Kama ni extra ni extra. Mimi nasema saa hii I think penye imefika cha tu ni kazi na hiyo ndugu. Hata niko tu rider. So life na nduthi unaona una feel uko sawa? Life na nduthi naona iko fiti. Even though unajua bado huwezi shinda mahali pamoja kila saa. Sasa hivi venye naona hapa saa 7 naingia classes ya nduthi. Nichukue DL. Sasa unajua nimekuwa nikibaba tu ile kimangoto, si ati ni ile niko na papers. Sina DL. After hapo nafikiria very soon sitaki kuwa boss lady ya nduthi. At least ni upgrade ni kwa Uber. Ndio onyeshane kwa life kuna steps una make. Nisikuwa ati ni comfort zone. Sijaka life yangu limitation na tintishi kwa nduthi. Juu pia nduthi kuna challenges zake, kuna hizi kila saa homa. Kuna ile kujaribu kumanage time yako na watu hii. Unataka kuwa mama, unataka kuwa kwa nduthi. Na feel penye imefika very soon lazima nitakuwa tu juu hiyo gari. Na believe in potential juu na feel potential yangu hivi Tony. Kama hivi venye niko kwetu sidhani kwetu kwa familia yetu kuna mtu ashaipanda hiyo ndege. No, mimi nimeipanda. Juu ku believe in myself. Sija give up, nimekuwa ile nenda like volunteers, iko volunteer ile harakati paparazi mingi. Ndio imenifanya up to now mimi nimetravel Tony, nimeenda hiyo Tunisia. Nimeenda Dubai. Kufanya tu ile kazi ya volunteer kupanda miti na nini. Ndio hizo CBO zenye niko na lead. Up to now si give up. Na imeni challenge up to
nimepata opportunity sahi. Naweza sema unaona hiyo siku give up. Tuni sahi na work na Nairobi County. Hiyo kazi yenyewe unaona Greenami kufagia mitaro. Utanipata hii masaa niko kwa mtaro. Masaa ingine niko kwa Ndudhi. Masaa ingine niko huko. Hakuna hustle siwezi fanya. That's unaona ile extend nikisema sahi extras hatuwezi work na extras. Tuna work na efforts. So sahi unasema tu ndoto yako maybe ni kumiliki gari ufanye Uber. So tunapomalizia atakuangalia kamera na advice. Najua kuna ule dem mdogo ambaye anakuangalia, amekuwa akikuwa tu kwa Ndudhi, anachanganga, anashindwa mbona huyu dem alizingiza kwa Ndudhi. Atakuongelesha huyu dem. Yani umwambie tu importance ya hiyo Ndudhi na yani general hustling tu. Mtu asichague hustle, si ndio? Kweli. Ongelesha huyu dem. Nitawaambia mavijana madem. Tukiwa mtaani usiangalia hustle. Utakuwa mtu wa Ndudhi saa hii. Dakika nyingine utakuwa tuseme hadi upcoming MP. Dakika nyingine utakuwa upcoming MCA, utakuwa nini? Usiangalie job. Mimi ukipata na Avril, nasema ngairi ushinde 24 hours na Avril, na hiyo Avril itakupatia heshima yako. Mademu uko nje tusi give up. Kuwa mzazi, kuwa single mom si mwisho wa maisha. Wewe mtu wako ujui atakupeleka wapi. Ujui inspiration yenye anakupe. Mimi work hard kila siku nikijua na work hard juu ya watu hii. Nikiamka asubuhi hivi nikikanyagisha mguu chini, nikiangalia kando nikiwaona, wananipeanga hiyo inspiration ya kuwa ni work extra harder. Kwa hivyo madem penye muko, hakuna ku give up. Kazi ni kazi. Tujipe zaidi. Tujipe hadi hiyo nguvu yetu. Ndio yenyewe ijipe. Iko hivyo. Yes, kabisa amesema tujipe but tusijipeane. Si kujipeana. Tujipe na tusijipeane, si ndio? So thank you so much. I hope mmesikia dream yake. Anaomba tu yani akue tu na kagari kadogo, afanye Uber, aendelee kulisha watoto wake watatu pamoja na familia yake. So kama unaweza msupport, siji tuweke namba yako hapo ama wanaweza kupata wapi? Mtu akufuate mwenyewe. Facebook naitwa Felista Mbugua. TikTok naitwa Boss Lady wa Kasarani. Na IG Felista Mbugua. Namba yangu naweza wape. Namba unaweza wapatia? Ni 0727 324 886. Na mkiona hii vida, mimi nakuanga flexible. Tupe hiyo kazi ya Ndudhi before to upgrade. Mkitaka kubeba, mkitaka deliveries, mkitaka cleaning services zote tuko available. Yeah. Wow. So thank you so much. Make sure you subscribe, like, comment this video. Na utuambie wewe uko wapi? Uko na story kama ya Felista, ungependa kushare na watu wengine. So make sure to tune in kwa 20K TV. Thank you so much. We'll meet next time. God bless you.